Iran imefanya mashambulizi ya anga nchini Israel na katika maeneo mengi ya Ghuba. Saudi Arabia imesema ndege mbili zisizo na rubani zimeshambulia ubalozi wa Marekani katika mji mkuu wa Riyadh. Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu na Kuwait pia zimeripoti makombora kuingia katika anga yake. Zaidi na Sakataro. Ni mlipuko katika maeneo ya kidiplomasia ya Riyadh. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters likinukuu vyanzo vya habari, moto umezuka katika ubalozi wa Marekani ulioko katika eneo hilo. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imethibitisha kuwa ubalozi wa Marekani mjini Riyadh ulishambuliwa na ndege mbili zisizo na rubani kulingana na makadirio ya awali. Katika taarifa iliyosambazwa kwenye mtandao wa X, ubalozi ulisema hii imesababisha kuwaka kwa kiwango kidogo cha moto na uharibifu mdogo wa vyanzo kwenye jengo hilo. Ujumbe wa Marekani kwa Saudi Arabia umetoa taarifa ya hifadhi ya Jeddah, Riyadh na Dhahran na unasema kuwa itapunguza usafiri usio wa lazima kwa vituo vyovyote vya kijeshi katika eneo hilo. Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewaambia viongozi wa bunge la Congress kwamba Marekani itazidisha mashambulizi yake dhidi ya Iran, ila alisema hajui ni muda gani operesheni hiyo itadumu. Rais alifanya uamuzi wa busara sana. Tulijua kuwa kutakuwa na hatua ambazo zitachukuliwa na Israel ambazo tulijua zingesababisha mashambulizi dhidi ya vikosi vya Marekani. Kumekuwa na wasiwasi mkubwa miongoni mwa raia wa Marekani kwamba operesheni za kijeshi nchini Iran zinaweza kuwa mzozo mwingine wa muda mrefu unaokumbusha vita vya Iraq na vilevile vya Afghanistan. Hapo awali, Rais Trump alisema kulikuwa na makadirio ya awali operesheni ya kijeshi itachukua wiki 4 hadi 5, lakini alisema vikosi vya Marekani vinaweza kuendelea kwa muda mrefu hata zaidi. Na msikilizaji, na kama ulivyosikia katika habari yetu kuu, mashambulizi ya anga bado yanaendelea katika eneo la Mashariki ya Kati kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Iran ikionya kushambulia meli yoyote itakayojaribu kukatisha katika mlango bahari wa Hormuz, njia ambayo ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na gesi. Mashambulizi yanayofanywa na Marekani, Israeli na Iran yametatiza pia safari za anga katika maeneo mbalimbali duniani ikiwemo Afrika Mashariki kwa wasafiri wanaopitia Dubai na maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Sami Laxton Omondi ni mmoja wa wasafiri waliokwama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi mjini Mombasa, Kenya. Kwa sasa niko hotelini, niko Mombasa but hotelini tu. Nilifika uwanja wa ndege ilikuwa tarehe 28, nikapata taarifa kuwa uwanja wa ndege wa Dubai umefungwa. Kuna ndege kuingia wala kutoka. Ingefaa niende Marekani kupitia Dubai, kujiunga na meli yangu ya utalii. Mimi ni baharia. Contract yangu ingemaliza miezi 8. So nilikuwa nimeuza vitu na nilijua nitakaa nje kwa miezi 8. Nilipoambiwa kuwa sisafiri, ilibidi nirudi sasa niende hotelini kwa juu